Ladies and gentlemen, karibuni kwenye Pepper Talk na mimi mchambuzi wa magazeti Frank Mathew. Uhali gani Tanita? Umeamkaje ama umeamshwaje? Leo tunasherehekea episode ya 50 and more to come. Mbele yako hapa kuna baadhi tu ya magazeti ambayo tumeyapitia ndani ya siku hizi 50 za Pepper Talk, na tunasherehekea pamoja nawe, na tunakushukuru wewe ambao umeendelea kututazama na kutufuatilia kila siku mpaka leo tunafikisha episode ya 50, na safari ya episode 100 inaanza tena leo hii na kesho na kesho kutwa, unapohesabu 51, 52, 53, 54, 55, 50 mpaka 100. Na moja kwa moja nikuletea magazeti ya siku ya leo. Tuanze na gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru linasemaje? Mtoto miaka 14 atunza familia ya watu 10, wamo wagonjwa. Alafu wewe mwenzangu na mimi, una miguu, una mikono, una kichwa, una kila kitu, unakaa hapo kwa baba yako unaombaomba tu, daddy naomba hela nitoke. Kubwa zima mtoto miaka 14 anatunza familia ya watu 10. Ndio maana sababu wengine huko barabara ukutana watoto, unatakiwa mwingine umwangalie kwa jicho lingine. Ukuta mtoto watu anakaa anatembeza mayai, nunua yale mayai, msapoti. Msapoti. Sasa unafika kwenye supermarket, ukienda unaacha machenji, ukienda kwenye masehemu ya starehe unaacha machenji, matipu unatoa. Lakini ikifika huku kwa mama wale wanaotafuta barabarani na watoto, unaomba punguzo. Hiyo ni kwa ukali. Sapoti. Naomba punguzo. Bora bei. Lakini kule supermarket ukienda unachukua tu na imebandikwa bei, hamna mtu akubageni naye. Mtu akubageni. Hilo ni gazeti la Uhuru. Lakini katika habari zingine katika gazeti la Uhuru, Profesa Ibrahim atia neno tume ya Jaji Chande Makakala, anika mageuzi makubwa katika idara ya uhamiaji. Jipatie gazeti lako la Uhuru leo uweze kupata habari hizo kemkem. Moja kwa moja tuanze na gazeti la Habari Leo tukiendelea nalo. Yes, habari ya kwanza katika gazeti la Habari Leo, Meya asema mfumo wa tozo za maegesho Dar unaumiza wananchi. Unafika tu ile umepaki tu gari kidogo, tiketi. Tiketi. Nilikuwa nimeegesha tu kidogo, nampa huyu mtu hapa kipasel tiketi. Sile tiketi. Wewe unapita hivi kwenye matochi. Gari lako linadaiwa. Lile hamna, kuna muda wengine ulionekana kama vile unataka kupaki, tukaona tu wewe bora tukuandikie. Lakini habari nyingine nasema wabunge wataka usimamizi bilioni 200 zinufaishe vijana. Na moja ya vijana pia ni sisi watu wa Pepper Talk, naomba tunufaishwe na hizo bilioni 200 kwenye ile mambo ya mikopo, mrahisishe. Unajua mikopo sasa hivi kama mheshimiwa waziri mkuu alisema tutumie vyeti, na sisi vyeti tunavyo, lakini pia tunayo magazeti tunayo mengi tu hapa. Tunaweza tukatumia magazeti yao kuombea mkopo, tunao ya mengi tu kama tunachambulia watu magazeti kila siku. Sasa ni mmoja ya vijana ambao tunatakiwa tuwezeshwe kuhakikisha kwamba habari hizi zinawafikia watu wengi zaidi. Hilo ni gazeti la Habari Leo. Lakini katika gazeti la Habari Leo, serikali yahitaji bilioni 120 kukarabati barabara. Sasa hivi kuna zile barabara umekaza kwenye daladala, unapika tu kwenye shimo, kwenye tuta. Sasa unakuta barabara imejaa mashimo hapa alafu bado yanawekwa na lituta. Sasa unawaza hata kama kusingekuwa na lituta ungetembea kwa spidi ipi na wapi kwa yale mashimo yote? Unaanzia wapi kwa mfano? Lakini habari kuu inasema Tanzania yapaa mitaji binafsi. Kumbe Tanzania ina mabawa, nilikuwa sijui. Imepaa mitaji binafsi. Hilo ni gazeti la Habari Leo. Jipatie gazeti la Habari Leo, lipo habari kemkem katika gazeti hili, jihabarishe. Lakini tuende moja kwa moja katika gazeti la Mwananchi. Mwananchi inasema daktari bingwa wa ubongo tatizo. Madaktari bingwa wa ubongo wa watoto ni tatizo, wapo 3 tu. Mtoto wangu sasa mbona kama vile ubongo wake unataka uanze kucheza. Wametoka huko wamejifanya ile John Cena, wamefumuana na wenzake, ile ubongo limefanya nini huko? Madaktari 3. Sasa hiyo foleni mpaka mtoto wako ajiulize, niambie nimpeleke tu kwa mtu wa mitishamba kwa sababu madaktari wamekuwa ni wachache sana, tunafanyaje sasa? Ningeomba serikali tufanyie nani mfango. Mimi pia naweza nikajitoleaga kwenye mambo ya udaktari wa ubongo, nika Google pale kwenye nanili chat na nilo GPT, nika Google namna ya kupasiwa ubongo. Bado tulikuwa tunapasuaga hata mende. Sasa ile tusaidie bwana. Ongezeni huko watu kunenelio.
Kini habari kuu katika gazeti la Mwananchi siku ya leo, Mheshimiwa Kigwangalla na maisha ya bila cheo. Mheshimiwa Kigwangalla ishasema misafara leo sasa hivi zake tu anafuga zake huko na dili. Mheshimiwa Kigwangalla habari za leo, kumbe ni kwenye picha. Mheshimiwa Kigwangalla alikuwa ameshazoea cheo, sasa tutafanyaje? Au tuongee na bibi mkubwa teuzi ya mheshimiwa au mheshimiwa uanzishe chama cha nanilio cha watu wananilio au uanzishe timu ya mpira mheshimiwa, uwe tu nanilio Kigwangalla Sport Club. Lakini habari nyingine nasema mapya kesi ya Lissu gerezani, hiyo inapatikana katika ukurasa wa 3. Mchumba wa Ashley ahojiwa na polisi Zanzibari. Utajua hiyo ni mkasa gani utokea kule Zanzibar. Jipatie gazeti lako la Mwananchi siku leo. Tumalize na habari za michezo na burudani. Tunalo gazeti la Mwanaspoti inasema sinema Soa mwenyewe afichua jambo, Bocco aachiwa msala. Bocco aachiwa msala gani? Ni Soa alivyo Soa umezingua, mbona nidhamu yako si ni nini? Haya, utafanya mazoezi na timu ya vijana wakifika kule Soa anawaambia shikamoo babu. Babu Soa shikamoo. Marahaba mjambo madogo. Jambo. Kuna utovu wa nidhamu huko? Hamna, watu kuangalia watufundisha nidhamu. Soa ndani ya timu ya vijana. Lakini ligi kuu bara ni Fountain Gate pamoja na Simba saa 10 jioni. Sheikh Amri Abeid kinaenda kuumana pale. Lakini katika michezo kimataifa, second leg Champions League UEFA ni Arsenal na Sporting Bayern pamoja na Real Madrid. Usiku wa leo unaenda kuwaka moto mwingi sana. Kwa habari kem, usiache kufuatilia Pepa Toko. Tunasherekea miaka 50, miaka 50, episode ya 50, na tunaendelea na wewe, tunaanza na wewe. Tarehe 8 mwezi wa 5 2026, Mlimani City inaenda kurindima kwa show kubwa kabisa kabambe ya Asante Tanzania yake Christian Bella iliyoandaliwa na Black Panther. Nunua tiketi yako kupitia Nilipe app mapema sana, jipatie tiketi usikose. Nyuma ya kamera yupo maskini Pepa Toko.